katika kulinganizi kuna mambo mawili anatakikana wanadamu awe nayo kwenye akili yake. Jambo la kwanza, akubali kwamba anaweza lingania watu wakamkubali, na anaweza lingania watu wakamtusi na wakamkejeli na wakampiga mabudu. Hili lazima lifahamike kwa Muislamu. Ufahamu kwamba lazima uwe na subra katika ulinganizi wako wa dawa. Lazima ukubali kwamba nikikubaliwa Allah amepanga, na nikikataliwa haina maana kwamba nirudi na nyuma. Hapana, ninahitaji kuwa na subra na kuendelea na dawa. Sababu Islam Allah akaeleza ndani ya Qur'an kwamba Nabii Nuh alayhi salam qala rabbi inni da'amtu qaumi laylan wa nahara, kwamba mimi nimewalingania watu hawa kabisa, nimefanya jitihada ya kulingania watu usiku na mchana, lakini hakuna aliyenikubali isipokuwa kunikejeli pekee. Mpenzi wa Allah tabaraka wa taala natabia baada ajabu, walijibu nini kaumu Lut walipokuwa wanalinganiwa na mtume wao ambaye kwamba alikuwa ametumwa na Allah tabaraka wa taala? Walamma kama Nuh fi qaumi, na aliposimama Nabii Nuh alayhi salam kwa watu wake akasema inni lakum rasulun amin, kwamba hakika mimi ni mtume, ni mjumbe wa Allah tabaraka wa taala, basi ni aminini jamani, msinikatalie ninayowaambia ni ya ukweli. Tizama za Nabii Nuh alayhi salam. Alipowaeleza vile kwamba mimi ni mtume, ni aminini ama ba'dun nas. Sasa anza kufunguka ndugu yangu Muislamu, ili utakayopatana naye mambo kama haya usiwe na hofu wala na huzuni. Allah tabaraka wa taala akitaka chochote kwa ama ba'dun nas yakuluna, walisimama baadhi ya watu wakasema mata swala hada nabiyya, ilikuwa lini wewe ukawa mtume? Kwa sababu binafsi jana tu ulikuwa seremala, fundi wa kuchonga mbao, wa kutengeneza vitanda na majeneza. Al-yawma al-ana unasema wewe ni mtume kivipi? Na hili laenea sana katika mshtama au watu, kwamba ukianza kulingania, baadhi yao watakwambia ukaanza juzi kusoma bana, leo unatuambia sisi tusifanye fulani. Na kama unakuwa hivyo, fahamu ya kwamba kuna mitume walipata shida sana Uislamu.